kuna uuzaji holela wa nyama na mazao yake. Limesemwa hapa, kila mmoja amekuwa na machinjio ya mbuzi. Wenye machinjio ya mbuzi halali, wanaolipa kodi, wanaolipa tozo, wanafilisika. Na niwaeleze, sheria zetu za wizara haziruhusu mtu kufanya biashara ya protini bila kibali, kwa sababu si salama kuuza kiholela chakula. Kwa hiyo wale wote wanaosimamia sheria ndani ya wizara yangu, ikiwemo bodi ya nyama, kamateni wote ambao wana mabucha ambayo hayajasajiliwa na ni bubu, wanaochinja barabarani, wanaochinja kiholela. Ni marufuku, kwa sababu lazima uthibitishwe kwamba wewe una afya kwanza kuuza chakula, lakini na chakula unachouza ni salama, hasa nyama, samaki na aina zote za protini kama maziwa. Ni hatari kwa usalama wa binadamu zikaachwa kuuzwa kiholela, zikauzwa kiholela. Kwa hiyo hili limejitokeza hapa, na mimi mmenisaidia kunipa maoni na ushauri wa kusimamia sheria zaidi ambazo ziko chini ya wizara yangu. Chukueni hatua, na mkuu wa wilaya na vyombo vyako, chukueni hatua, wachukulieni sheria wote ambao wameamua kufungua machinjio na kuchinja mahala popote tu, ili mradi anaweza akaenda akanunua mbuzi pale Pugu akachinja akauza. Sivyo ilivyo, ni kinyume cha sheria. Ilani ya chama imeelekeza serikali iweke taratibu, na ilani ya chama kwenye eneo hilo inanitaja mie, na mie kushindwa kutekeleza ilani nikiwa katibu mkuu mstaafu, aibu tu mbele ya chama. Kwa wanataka kunikwamisha, wakae mbali na mie, sina maskhara. Ilani imesema ifikapo mwaka 30 angalau kila mwaka tuuze nje tani 50,000, na mimi nasema hizo ni kidogo tukijipanga vizuri. Nataka tuvunje rekodi, na inawezekana. Hapa ni sehemu ya kuchangia utekelezaji wa ilani katika eneo hilo. Ndio maana mimi nitakuwa mdau wa kudumu hapa kuona kinachoendelea hapa. Hapa pasiposimama mimi, waziri wangu hauna maana, na ustaafu wangu ndio umeondoka hivyo, na heshima inaondoka hivyo. Sitakubali, na nadhani na nyinyi hamtakubali. Tuungane pamoja, hizi machinjio na mipango yake yote isimame, tupate mchango wa mahitaji yetu ya ndani na mauzo ya nje.